Cha kwanza ni kuwapongeza Mheshimiwa Waziri wa Fedha. Kwa kweli ni mtu mahiri sana kwenye idara hiyo, na tunakuombea Mungu akusaidie uendelee kuwa hivyo. Naibu waziri wake, katibu mkuu na watendaji wote wa wizara tunawapongeza sana. Tapongeza Profesa Kitila, mtu mahiri sana, mwelewa, ambaye Mungu amembarikia kipaji. Kwa hiyo tunawaombea nyie mkae pamoja mtuletee maendeleo. Mheshimiwa Mwenyekiti, niwapongeze kwanza kuona kwamba bajeti yetu kila mwaka inapanda. Sasa imepanda kutoka trilioni 56.49 mpaka trilioni 62.33. Sasa huwa najiuliza, ukiona wabunge wengi humo wamechangia vizuri, wanasema je, Watanzania wengi wanachangia, wanalipa kodi au hawalipi kodi? Sasa huwa najiuliza, kama hawalipi kodi, haya mapato ya TRA wanasema kila mwaka yamevunja, yamezidi kiwango, yani percentage yake ya makadirio imezidi, kila mwaka inakusanya kwa wingi zaidi. Hivi wanaolipa ni watu gani? Maana si Watanzania wanalipa kodi? Watanzania wanalipa kodi, ndio maana TRA inapata fedha nyingi. Lakini Watanzania wanalipa kodi, ndio maana bajeti yetu inaongezeka mwaka hadi mwaka. Kwa hiyo tuendelee kutafuta mapato zaidi ili tuweze kuwa vizuri katika eneo hili. Hoja ni kwamba, je, fedha za tunazokusanya zinapatikana au hazipatikani? Jibu ni kwamba fedha zinapatikana. Nini kifanyike? Ni kubana mianya ya wala rushwa, ni kubana mianya ya ubadhirifu, ni kuwabana watu ambao wanaiba hela zetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna watu hawaelewi. Unajua, ukiona hela iko benki, wamekupa bilioni 50 kwenye trilioni moja kwenye wizara, bilioni 50 umeiona, wanafikiri hiyo hela imeumbwa kutoka mbinguni, imetoka hajafika hapa. Watu wanaolipa kodi ni watu wa viazi. Huko halmashauri kuna watu wanauza vitumbua wanalipa kodi, wanalima viazi wanalipa kodi. Fedha zinakuja huku kila mwaka wa bajeti ya CAG, hela zimepotea. Sisi wabunge tumekuwa waimbaji. Hiyo hamna. Iko siku tutagoma huko ndani. Kwa niombe, Mheshimiwa Waziri, umeenda hapo, tafadhali, yaliyopita si ndwele. Tunaomba jitahidi sana tubane mianya ya walipa ya hela fedha zetu. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeona hapa kuna hoja ya ETS. Ile hoja ya CISPA, ya ile kampuni ya CISPA inayodhibiti ubora na ukusanyaji wa fedha au nani wa bidhaa katika TRA. Mheshimiwa Waziri, usije ukaingia mkenge. Mheshimiwa Waziri, hii hoja tumeifuatilia wakati wa marehemu Magufuli, tukaifuatilia kwa kina, ikashindikana. Hoja ni nini? Wale waliotengeneza ule mfumo wa ETS, wale watu wa CISPA wanasema sawa, sisi tuko tayari kuondoka. Sasa mbadala wake ni upi? Wakasema tutafute kampuni nyingine mpya tulete. Nikafanya maarifa mpaka kampuni ya Urusi ikaja hapa. Lakini wao wanasema CISPA awachie mfumo wao waweke. Sasa wakati CISPA anasema mimi sitaki, natoa mfumo huo. Je, kipindi atakachokuwa ametoa mfumo, makusanyo yatakuwaje? Hoja iko hapa. Hoja ya wafanyabiashara wa Tanzania ni kwamba wakati mfumo unakuja walikuwa na viwanda 19, sasa viko 300. Mbona bei haipungui? Hoja nyingine ilikuwa ni kwamba wanatumia dola kulipiza watu waweke hela za Tanzania. Vyote vimefanyika pole. Niombe nisiende mbele zaidi, niombe serikali ikae na wale watu, ikae naye vizuri, ipange wapunguze bei ya wafanyabiashara. Taarifa. Lakini para ambapo taarifa wapi? Taarifa. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti, naomba nimpe tu mchangiaji taarifa kwamba hii kampuni ya CISPA licha ya kuambiwa kwamba wapunguze kodi, tunaweza pia kuambia wakajenga kiwanda hapa nchini ili kuweza kutoa ajira kwa vijana wa Kitanzania, lakini pia kupunguza hiyo gharama. Asante sana. Mheshimiwa Getere, taarifa kutoka kwa Mheshimiwa Mheshimiwa Mneke ameshasema amemaliza hapo. Tunaendelea na ajenda nyingine. Hiyo kampuni waendelee kuikaa nayo vizuri ili kusanya mapato. Hamna kukwepa mapato, ni hao ndio wanakusanya mapato. Wakae nao wapunguze bei, lakini serikali kama inaona, kwa sababu aliyeleta huo mfumo ni serikali, lakini wanaolipa kodi ni wafanyabiashara.
basi serikali ione kwamba namna ya kuweka ruzuku ya kusaidia hiyo kiwango cha bei kipungue. Hiyo ndio hoja, lakini kwamba tunaleta mtu mwingine sijui kutoka wapi, uongo. Unajua Tanzania tumezoea mambo ya gharama ndogo ndogo, ndio natupa shida. Leo mtu anaenda kujenga shule kwa milioni 500, alafu anasema yeye tumlipe milioni 2, mnamlipa. Shule haifiki, barabara hazifiki, viwanja viendi kwa sababu hiyo. Mheshimiwa Waziri, naomba hilo ulichunguze sana, ukae nao. Sisi tunataka fedha kusanywe, lakini pia wafanyabiashara waboreshwe hali yao. Mkoa wa Mara, Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna hospitali inaitwa Kwangwa. Imejengwa toka mwaka 1975. Wengi muda hawajazaliwa mndani. Mpaka leo hajaisha. Ndio hospitali ina jina la baba wa taifa. Tunamshukuru Mheshimiwa Rais Samia. Ametusaidia, wingi ya kwanza imemalizika. Na nimshukuru sana Wizara ya Afya kwa sasa hivi. Waziri wa Afya na msaidizi wake, naibu wake, juzi watupelekea X-ray inafanya kazi. Toka 75 hospitali ya mkoa wa Mara haijaisha. Na mwanzilishi wa taifa hili anatoka pale na jina ni la pale. Niwaombe waziri, tafadhali, wanadai bilioni 2 saa hizi, wapelekee wamalize. Mheshimiwa Mwenyekiti, kuna barabara inatoka Zanzati inaenda Serengeti. Sasa ina miaka 5 haijatengenezwa. Ikawekewa rami, mimi sasa kuona rami inamwagwa kama vile unamwaga mchele kwenye maeneo yote. Mpaka leo haijaisha. Tumesema sana, waziri aliyekuwepo wa fedha ambaye ni waziri mkuu sasa hivi alisema watawapa bilioni 2 ili waendelee kufanya kazi. Hawajapewa mpaka leo. Naomba waendelee kupewa hiyo fedha. Mheshimiwa Mwenyekiti, uwanja wa ndege wa Serengeti haujengwi kwa sababu tu ya matakwa ya kutafuta fedha. Wataalamu wa mazingira duniani, kuna mtu anaitwa Eugene Oda, father of the modern ecology, na kuna mtu mwingine anaitwa Rikain katika kitabu chake za Silent Spring wamesema kwamba Serengeti ina miruko mingi ya ndege. Serengeti ina viwanja vingi vidogo vya ndege. Hoja ni nini? Sisi watu wa Mara 80.2 ya wana Serengeti, fanya Serengeti iko mkoa wa Mara. Ikiathirika tunaathirika sisi. Tumekubali ujengwe nje ya uwanja wa hifadhi ya ndege. Taarifa Mwenyekiti. Taarifa. Nakushukuru Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba nimpe taarifa mchangiaji. Mimi na yeye umri uko sawa. Na bahati nzuri hizi research zimefanywa na watu wameenda shule. Nataka atusaidie ni wapi na dunia gani, yani international airport zikakaa kilomita 93 international airport na nyingine hapa international airport. Kwa hiyo nilikuwa naomba mchangiaji, sisi wote ni wabunge, hakuna anayepinga kujenga uwanja wa ndege wa Serengeti, lakini sio kujenga international. Huo ni uhuni mnataka kutufanyia. Tunajenga uwanja wa Mwanza uishe, halafu tuendelee na uwanja wa Serengeti. Kuhusu taratibu. Mheshimiwa Getere. Naam. Mheshimiwa Getere, kwanza unapokea hiyo taarifa? Sasa mtu amesema taarifa ya kihuni na yeye sasa siwezekani ndio muhuni yeye. Sasa mimi sielewi hilo. Mimi niendelee Mwenyekiti. Endelea na mchango. Hoja yake ndio maileta vibaya. Hawezi kuita watu wahuni hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, ule uwanja unajengwa kwa kunusuru Serengeti kama hifadhi bora ya duniani. Sio kwa sababu ya kupeleka mapato pale. Na hoja ya kujenga uwanja wa Serengeti ilishakamilika, haipo tena. Mheshimiwa Mwenyekiti, tuna hifadhi 21. Hifadhi zote zinafanya kazi. Kwa nini leo tukisema Serengeti watu wanakuja juu? Kuna nini huko? Wakati tuna hifadhi nyingi 21. Kwa nini hawasemi hifadhi ya Kilimanjaro? Kwa nini hawasemi hifadhi nyingine kwa ya Nasa 8? Kwa nini hawasemi hifadhi sio wapi? Ziko nyingi. Mpaka hifadhi ya Bugiri iko hapa. Tunataka uwanja wa ndege ulishapitishwa ujengwe. Mheshimiwa Mwenyekiti, niombe kwenye jambo lingine hapa. Mheshimiwa Mwenyekiti, nimeona taarifa ya waziri hapa. Katika ibara yake ya 2 mpaka ya 5. Na ibara ya 5 mpaka ya 7 hapa. Ukurasa wa 2 mpaka wa 3. Amewapongeza sana viongozi wetu watatu. Ameanza na Mheshimiwa Rais, amempongeza sana. Ameanza na Makamu wa Rais, amempongeza sana. Ameanza na Waziri Mkuu, amempongeza sana. Kiukweli, ukimwona mtu anabeza hao viongozi wetu, jambo mawili anaweza kuwa yamemtokea. Ama aliugua malaria hakupona,
au ana matatizo kwenye kichwa chake, kwa sababu sisi tunapaswa kuwaunga mkono viongozi wote watatu kwa hali na mali. Haturuhusu kuingiliwa kwa namna yoyote ile. Mheshimiwa Mwenyekiti, nakushukuru sana. Asante sana Mheshimiwa Getere.